umeita damu ya Yesu kunisaidia katika siku ya leo. Ninaomba hiyo damu ikatangaze rehema na neema juu yangu kuanzia saa ya leo. Bwana, umesema kwako kuna rehema na kuna neema. Yesu, ile neema aliyopata Paulo, akapata na nguvu zako, akapata na utumishi, naitaka hiyo neema saa ya leo. Pamoja ya kwamba Paulo alikuwa na dhambi, lakini neema yako ilipopita alipata baraka zako. Naiomba hiyo neema, naiomba hiyo damu yako iliyobeba neema, iliyobeba ushindi, iliyobeba kibali katika Kristo Yesu. Amen. Unaweza ukakaa. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake, tunamshukuru Mungu kwa nguvu zake. Jambo tu moja ambalo limetusikitisha, kuna mtumishi mwenzetu ambaye tulikuwa naye Kagera kule, alipata yule mtumishi, wakati tumefika pale Mbeya, walinipigia simu wakaniambia, mtumishi, tumesahau mabegi yetu. Nikamwambia, kwa kuwa umesahau mabegi, wakaniambia, mtumishi, naomba kuongea na viongozi unaposhuka hapa Simike watupe mabegi. Kwa hiyo wakawa wamepata namba yao. Kwa na mimi nilipowaambia viongozi, tukawa tumewashikia mabegi yao na tumekaa nayo mlangoni ili tuwape pale Simike. Tuliona hatuwezi kusimama Yunga, kwa tukaambia tutawapa pale Simike. Sasa wakatupokea, tukawakuta pale, tukawapa mabegi yao, basi wakaendelea na mambo yao. Yule mtumishi akawa analimia huko maeneo ya huko Bondeni huko Ruasho. Sasa alikuja kuvuna mahindi yake, ghafla akajisikia vibaya, akasema ngoja nirudi Mbeya. Ndio mtumishi alikuwa ananipigia sana simu, anaambia ngoja nirudi Mbeya. Akiwa anarudi Mbeya, homa ikamzidi, hajafika hata rufaa, akawa amekufa. Ni kweli tunahitaji kumtumikia Mungu, hatujui saa wala dakika ya kuondoka duniani. Amepiga injili Kagera, lakini amerudi, amekufa, ameondoka. Bwana asifiwe. Muda tulionao ni mchache. Muda tulionao ni pambana na muda ulionao. Haleluya. Usichezee nafasi. Ndio maana muda huu tunapiga injili kwa kwenda mbele. Najua mimi nikikaa muda mwingine sitamani hata kukaa. Kila mtu ananikuta muda mmoja unaniambia tu, bwana nenda kahubiri pale, nenda kafanye injili. Yaani nikiona sehemu yoyote kuna huduma, ninaona ni kama ni fursa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ni fursa. Yaani ukiona kitu chochote injili, waachilie injili, neno la Mungu. Ukiona mtu anatembea, tulijifunza kule Kagera, ukiona mtu anatembea, anza kumsemesha neno la Mungu. Usikae hivi. Ona ni fursa kusemesha neno la Bwana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wale wanaotufuatilia kwa njia ya Facebook Ujio wa Injili, lakini pia endelea kufuatilia na Tunduma NLC. Ukiandikia NLC Tunduma utatufuatilia kwa njia, tuko live huko, utaendelea kufuatilia matukio mbalimbali. Lakini pia ingia Facebook, andika Tunduma NLC huko utaona. Lakini wao wanatufuatilia kwenye Ujio wa Injili Facebook, andika huko pia unatuona, tuko live sasa. Mungu akubariki sana. Tutakuwa na jambo la kwanza linasema kumshukuru Mungu. Andika, tunakuwa na jambo la kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada kubwa tuliyoifanya Jumapili. Jambo la kwanza kumshukuru Mungu ni kumwambia Mungu nipe tena. Kumshukuru Mungu ni kumwambia Mungu nipe tena. Unaweza kaandika hivyo. Jambo la pili, kumshukuru Mungu ni kumwambia nipe tena ili nikushukuru. Jambo la pili, kumshukuru Mungu ni kumwambia Mungu kile ulichotenda nimekiona. Muujiza wako nimeuona, nikuthibitisha. Nikumthibitishia Mungu kwamba kile ulichoniambia nitafanya tayari kimetokea kwenye maisha yangu. Ndio jambo la kwanza, kumshukuru nani? Mungu. Kwa hiyo ni kuambia Mungu kile ambacho umetutendea nimeshakiona tayari, na kile ulichofanya nimekiona. Haleluya. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu unamwambia Mungu naomba tena. Unapomshukuru unamwambia Mungu naomba.
Maana yake tunapomshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano lililopita, tunamwambia Mungu tunaomba tena kongamano zaidi la kusifu na kuabudu zaidi ya tulilofanya juma ngapi? Jumapili. Kwa yule jamaa aliporudi kushukuru kwenye ile Luka 17, alikuwa anasema Mungu naomba tena muujiza mwingine. Haleluya. Kwa kushukuru Mungu ni kuomba, kumuomba tena Mungu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa shukrani zako zinapofika mbele za Mungu, Mungu anaona kwamba pia umesamini jambo lingine, umesamini uwepo wake. Haleluya. Kushukuru Mungu ni kuona umesamini uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. So kwenye kinywa chako utatakiwa kusipungue shukrani. Umepata au hujapata, mwambie Mungu asante. Haleluya. Kwa sababu unaposhukuru Mungu anaona akupe tena ili apate kushukuriwa. Haleluya. Mungu anaona kumbe huyu jamaa anaona thamani ya kushukuru. Hawakuponywa wote 10. Wale wengine wako wapi? Haleluya. Kwa kila ulichonacho kwenye kila sekta, yaani kwa mfano utumishi, mshukuru Mungu. Eneo la uzao, mshukuru Mungu. Eneo lolote unalopambana nalo, mshukuru Mungu. Hiyo inakuhusu wewe. Lakini kwa sababu sisi tulikuwa na tamasha la kusifu na kuabudu, tulikuwa tunamwambia Mungu tunaomba, yaani hivi tunataka kumshukuru Mungu, tunataka tumwambie Mungu tunaomba tena. Haleluya. Amen. Jambo lingine, kushukuru kunaweza kukafanya Mungu akawa msikivu sana kwa ajili ya maombi yako. Haleluya. Kila kitu unapokimaliza, hakikisha umeachilia neno asante. Kama ni mwanadamu akikupa kitu usipomshukuru hajisikii vizuri. Je, Mungu? Na wewe ni asili ya Mungu. Nimesema hivi, kama mwanadamu ukampa kitu hajakushukuru unajisikia vibaya. Je, Mungu? Maana yake Mungu ni zaidi ya kufanya nini? Kwa Mungu yuko zaidi kuliko wewe. Yaani yeye ndio anaona wivu zaidi anapoona hujatoa asante yake. Bwana asifiwe. Na ndio maana tumekuwa na upungufu wa kushukuru. Kwa hiyo tunahitaji tumshukuru Mungu saa hii. Leo tumekuja kwenye maombi. Yaani hapa mimi nina uroho wa kufundisha, lakini yaani leo ni maombi. Mwambie mwenzako leo ni maombi. Leo ni maombi. Jana tulikuwa nimepata nafasi ya kwenda kwenye kipindi cha mchungaji pale Lebioni. Upako ulishuka, ukashangaa vita mpaka ikaangukia kwenye mitambo. Tukawa tumebaki tunaombea mitambo pale. Yaani baada ya vita ikakolea, vita ilitoka kule, watu wakapigwa huko, wakaona leo kweli madhabahu zao zinaenda kuharibika. Vita ikapanda mpaka madhabahuni, ghafla tu tukakuta mitambo imezima. Haleluya. Tukawa na maombi pale, tukaomba tukiwa na Yeremia mwendaga maana nilikuta pale. Tukaomba pia mitambo ikawa imerudi. Bwana asifiwe. Yaani vita inaweza ikawa ilielewa. Kwa leo tutashughulika na mambo matatu. Na hayo ni maombi. Sasa nataka tuingie kwenye maombi. Sitaki nikufundishe. Na hivi umenielewa. Kushukuru Mungu ni kuomba. Haleluya. Amen. Yaani ni kumwambia Mungu naomba tena. Lakini jambo lingine nimesema kushukuru ni kumwambia Mungu kile ulichotenda nimefanya nini? Nimekiona. Haleluya. Maana yake kama hujashukuru kile Mungu alichokufanyia, hujafanya nini? Hujakiona. Na ndio maana utabaki kunungunika kama wana wa Israeli. Mungu ataachilia nyoka na ule muujiza wako utapotea na ushuhuda uliopata huko utapotea. Nyoka walikuja kuharibu ushuhuda wa Israeli. Jambo la pili kuliombea, tutaombea kuharibu madhabahu za kishetani na kuinua madhabahu ya Mungu kwenye maisha yako. Hilo litakuwa ni ombi la pili. Ombi la tatu, Mungu akuinulie watu. Hilo ni ombi la mwisho. Mungu akuinulie watu. Haleluya. Mungu akuinulie watu. Haleluya. Kwa hiyo tunayo maombi mangapi? Matatu. Simama juu. Hatukai mpaka tunafika saa 10. Mwambie mwenzako usikae mpaka saa 10.
Hatukai mpaka tunafika saa 10. Lazima kieleweke. Mwambie mwenzako lazima kieleweke. Walioshikilia maisha yako lazima kifanye nini? Kieleweke. Tukiingia kwenye uwanja wa vita lazima kieleweke. Kuna watu wanatushughulikia ulimwengu wa roho, hutaamini. Pamoja na kwamba umeokoka, vita haijaisha. Haleluya. Unajua kwa nini watu wanaelewa kwamba ukiwa maskini ni dhambi? Nilikuwa najifunza kitu nikiwa niko kwenye basi natembea. Kuna baada fulani nilikuta kwenye simu nikasema warokole wengi ni maskini. Sasa kwa nini watu wengi wanaamini mtu akiwa maskini ni dhambi? Pale kwenye bustani ya Edeni. Umeelewa? Pale ambapo Mungu alimwambia utakula kwa jasho na michongoma itakuzalia nini? Itakuzalia siku mimba. Sasa ile neno lile inaonekana watu wanaliamini sana kwamba sasa itakuwa hii ni dhambi. Kwa mlango ule uliopitishwa pale ndio unaonesha kwamba ukiwa maskini inaanza kuonesha kama ni dhambi. Bwana asifiwe. Lakini wewe sio maskini. Mwambie mwenzako wewe sio maskini. Mwambie mwenzako wewe sio maskini. Wewe sio maskini. Kama una mtaji wa imani, acha na mtaji wa hela. Una mtaji wa nini? Wa imani. Kama hauna mtaji wa imani, hakuna mambo makubwa yatafanyika. Mwambie mwenzako wewe na mtaji wa imani. Wewe na mtaji wa imani. Amen. Sasa tunaenda kuomba sasa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya kongamano hili na ibada ya kusifu ambayo tumefanya hapa. Tunarudi kukushukuru Bwana kwa matendo uliofanya na kwa kiwango ulichoachilia. Baba tunakushukuru. Baba tunakushukuru. Tumepokea uwezo wako katika hiyo ibada ya kusifu na kuabudu. Baba tunakushukuru kwa ajili ya hilo kongamano. Kwa ajili ya hilo kongamano. Yesu, kila ibada tuliyofanya Yesu Tunduma hatujawahi kupungukiwa. Hata tuliyofanya Jumapili hatujapungukiwa. Yesu, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako na matendo yako. Tunakushukuru. Tunakushukuru kwa wema wako na matendo yako uliofanya kwenye maisha yetu, uliofanya kwenye NRC yetu, ndani ya hili tawi. Yesu tumekuona. Yesu tumekuona. Umewaleta wadau. Yesu tumekuona. Umeleta sadaka. Yesu tumekuona. Umeleta waimbaji. Yesu tumekuona. Tunakushukuru. Bwana, tumezipokea fadhili zako.